Huyu dada anaitwa Madam Dorcas. Alikuwa njiani, ghafla gari ikapita ikamwagia maji machafu. Kichaki kampanda, acha ifukuzie gari. Mwenye gari akasimamisha. Toka nje, toka nje! Akashuka jamaa mwenye hela zake kijijini. Jina la huyu jamaa anaitwa Nduka. Madam, samani, wewe ni kipofu? Je, una ulemavu wa macho? Madam, samani, sikiliza, mimi sio mlemavu. Sijali wewe ni mkubwa, nitakupiga kama mtoto. Sikiliza, nami tunaweza kutatua hili tafadhali. 5,000. Umesema nini? Naila 5,000. 5,000 kwa ajili ya nini? Umesema wewe sio kipofu. Tazama nguo zangu, viatu vyangu. Nduka akaingia ndani ya gari yake akazihesabu bukubuku 5 hivi na kumkabidhi Dorcas. Muda huo Dorcas akaanza kuzihesabu naye. Sio kwa sababu una hela ndio unaendesha gari utakavyo. Hata sisi tunaotembea kwa miguu tunastahili heshima. Sio kutufanyia vibaya tu kwa sababu eti una gari upo kwenye AC. Dorcas ni mwalimu anayefundisha shule ya sekondari Gogoni, shule yenye wanafunzi watukutu kishenzi. Dorcas akiwa anaandika ubaoni, binti aitwaye Angel akamuita Madam Dorcas. Mwanamke vishilingi. Wanafunzi wote wakacheka. Dorcas alimaindi sana na kauliza, nani alisema hivyo? Darasa lote kimya. Dorcas akaendelea kuandika ubaoni. Mwanafunzi mtukutu mwingine akampiga na karatasi. Mashetani ya Dorcas akaamka kwa upya. Nani alinirushia vikaratasi kwenye wigi langu? Hamtaki kujibu Nitawazibu darasa zima. Ninyi ni watoto wa aina gani? Nguvu mnazotumia inabidi kuzitumia kusoma, ila mnazitumia kunikomoa mimi. Upande wa pili, Nduka kafika kwao kwa mama yake. Sasa mama yake anamkaribisha ndani kwenda kula. Jamaa anadai anataka kukaa nje kunywa na kula huko akipunga upepo. Shuleni kwa mwalimu Dorcas. Dorcas ameonana na mkuu wa shule. Ni kwamba Dorcas anadai mshahara wake wa miezi 3 hajalipwa. Na hata hivyo masomo 4 anafundisha yeye. So alikuwa akilalamika kwa mkuu wa shule. Wakati huo mkuu mwenyewe alikuwa ana madharau kishenzi. Dorcas alipozidi kumbembeleza mkuu wa shule kwamba anahitaji mshahara wake, mkuu wa shule akamjibu kama hawezi kuendelea kufundisha basi ajiuzuru, yani aache kazi. Kipindi Nduka anakula huku anapiga stori na mama yake, ndio Angel alikuwa ametoka shule. Angel ni mtoto wa Nduka. Angel akamsalimia bibi yake tu, lakini akumsalimia baba yake. Baba yake alimsalimia binti yake, yani Waswahili tunaita kushoboka. Alimshobokea binti yake. Angel akujibu ni masonyo tu. Angel kipindi anataka kuingia ndani, bibi yake alimkaripia kishenzi, kishingo upande kabisa, akajibu salamu ya baba yake. Nduka aliendelea kumsemesha Angel, lakini Angel alimjibu shortcut kwamba nimechoka sana, nilikuwa na siku ndefu, nahitaji kwenda kupumzika, na kisha akaondoka zake. Wakati huo Nduka anasema kuwa binti yake anamchukia yeye, lakini mama yake anamjibu kuwa binti yako akuchukii ila ni umri tu. Usiku mmoja kwenye geto la mwalimu Dorcas akiwa anakula huko akijisemea mwenyewe, ghafla akaja rafiki yake aitwaye Ifi. Ifi ni mnene na ni mtu fulani hivi ananusa kishenzi, yaani popote ambapo kuwa na chakula anafika wakati mwafaka. Waswahili tunaita mkulima. Sasa ndio alifika kwa mwalimu Dorcas ili kula chakula alichokiandaa Dorcas, ila Dorcas siku hiyo alimtimua. Siku nyingine Nduka akiwa anampeleka mwanae shuleni, Angel alishuka haraka na kumkimbia baba yake. Angel, kwa sababu tumekuja wote, twende tukamuone mkuu wa shule kwa pamoja. We mdingi vipi? Mbona unazingua? Huwezi kwenda peke yako? Kwa mbali mwalimu Dorcas si ndio akamwona Angel akimjibu ovyo babake. Alikuja mbio kishenzi. We Angel, wewe unawazimu? Kwa nini unazungumza na mtu huyu hivyo? Mwalimu Dorcas, hii sio biashara yako. Funga bakuli lako. Hujui kwamba ana umri wa kutosha kuwa baba yako? Piga magoti. Kila siku tunawafundisha kuwa na nidhamu, asubuhi, mchana na jioni, lakini unazungumza na mtu huyu mzee mpole kama huyu ili anageuka tu uso kwa uso na Nduka. Si ni wewe ambaye ulininyeshea maji machafu jana? Unazungumzia nini mwalimu? Nilizani tulishamalizana jana. Kwa hiyo nilikulipa na ila 5,000. Angel naye akasema, mwalimu Dorcas, nini? Hatimaye umebadilisha viatu vyako na baada ya hapo utabadili na wigi lako pia. Nduka alicheka kishenzi. Unanicheka mimi? Hapana kabisa. Jitu lenyewe ninalolitetea kumbe halina maana yoyote. Angel endelea naye tu. Sasa Dorcas akaenda kwa mkuu wa shule kwa mara nyingine kushtaki kuwa wanafunzi wanalicheka wigi lake.
maana kila siku ulivaa wigi hilo, yani anafurahisha kisenzi huyu mwalimu. Badilisha wigi lako angalau. Umebadilisha kiatu chako na uone kama watakutendea kukucheka hivyo. Wigi lako. Nilipe mshahara wangu alafu uone kama sitabadilisha mwenyewe wigi. Sasa usiku mmoja Mama Nduka alikuwa anataka kumwadhibu Angel kwa kuwa ana matokeo mabaya shuleni. Muda huo ndio Nduka akawa amefika nyumbani. Ikabidi amuulize mama yake, nini kinaendelea? Mama Nduka akajibu kuwa, je, kuna ubaya kwa mwanafunzi kufanya vizuri darasani? Nduka ikabidi amuulize Angel, shida nini Angel? Akajibu, shida ni wewe. Upo na unajifanya unanijali. Ulikuwa wapi nilipokuwa namuhitaji baba? Ulinichukua na kunitupa kama takataka miaka yote kwa bibi. Kwa hiyo niache, wewe nenda zako. Sikuhitaji. Sielewi kwa nini umerudi. Sikupendi na sikupendi kamwe. Nduka naye akajibu, sikupendi pia. Sikupendi msichana mdogo ambaye umechagua uchungu kuliko ubora wa kitaaluma. Ingawa umezaliwa na kipaji, unataka kuharibu maisha yako kwa sababu yangu. Endelea. Ni maisha yako, endelea. Endelea kushindwa na kuona wanafunzi wenzako wakifanya vizuri zaidi kuliko wewe maishani. Utakwama katika kijiji hiki. Weka chuki yako pembeni na uelewe kwamba una mustakabali mzuri sana, hatima yako ambayo inaweza kukuongoza kwenye ukuu. Kwa sababu umechagua chuki kuliko upendo, umechagua uchungu kuliko msamaha. Sikupendi wewe pia. Angel aliondoka amekasirika kishenzi. Siku nyingine shuleni Angel akiwa anajisomea, Dorcas akafika. Dorcas akamuuliza, kwa nini hujaenda kucheza na ni kipindi cha michezo? Angel anamueleza mwalimu wake kuwa yeye anataka kuwa daktari na hataki kufeli tena, ila tatizo masomo hayaelewi kabisa. Sasa hapo Dorcas anamshauri Angel, akamwambia baba yake kuwa yeye Dorcas atamfundisha masomo ya ziada. Kikubwa ni pesa tu ipatikane. Usiku Angel akamuita baba yake na bibi yake na kuomba msamaha kishingo upande na kueleza kuwa amepata mwalimu wa kumfundisha na mwalimu mwenyewe ni Dorcas. Nduka alishtuka huyo. Nduka na mwanawe wakamfuata Dorcas. Tumesimama hapa kwa zaidi ya dakika 20 na sasa tunakusubiri utuambie inagharimu kiasi gani kwako kuwa mwalimu binafsi wa binti yangu ili tuweze kuendelea na mambo mengine. Sikiliza, nina kazi nyingi sana za kufanya. Lazima niwe mahali fulani muda huu. Na muda ni pesa. Wewe ndiye mtu pekee aliyekuwa na kitu cha kufanya au? Wewe ndio mwenye mahali pa kwenda. Tulia bana, nifikirie kuhusu hilo kwa sababu sitaki kukutisha. Mimi ni ghali sana. 20,000 na hiyo ni kwa mwezi mmoja tu, sio muhula mmoja. Sawa, imeisha hiyo. Jamaa akaomba namba ya akaunti ya Dorcas. Dorcas akataja akaunti yake. Hela zikatumwa muda huo. Usiku kafika, Dorcas anamfundisha Angel. Sasa ni nyumbani kwa Dorcas. Nduka alifika. Nilikulipa ili umfundishe binti yangu nyumbani kwa mama yangu na sio hapa. Hebu fikiria nilipopata mshangao nilipofika nyumbani kwa mama yangu. Akaniambia kwamba binti yangu hayupo nyumbani kwa sababu yako. Nduka alikiwasha kweli kweli. Asubuhi hiyo nyumbani kwa mama Nduka, Dorcas alikuwa amesimama. Sasa Nduka akapita na kumpita hapo. Wakawa wanaviziana nani atakuwa wa kwanza kumsemesha mwenzake. Unaona? Huna maana, huna heshima, huna mafunzo, huna adabu nyumbani. Ulioniona nikitembea kutoka sehemu hiyo hadi sehemu hii. Nilisubiri kwa muda nikifikiria kwamba hisia zako zitatulia na kunisalimia. Wewe ulinipita. Nilikuwa nimesimama hapa. Je, mimi sionekani? Unatumbua kwamba nilikulipa kama vile ninavyokulipa ili uwe hapa. Wewe ni mfanyakazi wangu. Hivyo kwa sababu uliniajiri ninapaswa kukuabudu. Mimi ni mzee sana kuliko wewe. Mimi ni bora kuliko kila mtu mwingine katika familia yako yote. Wewe ni mjinga. Rais Jenerali miongoni wa mataifa. Samani bwana, mjomba, baba samani. Nduka akamwita mama yake na kumueleza. Mwisho wa siku mama Nduka akamwambia mjukuu wake apande gari hawai shule. Muda huo Dorcas alikuwa anataka kuondoka. Bibi Angel akamzuia na kumwambia apande gari. Oya, Nduka aliwaka sababu alikuwa hataki kabisa Dorcas apande gari lake. Hata hivyo Dorcas akapanda hivyo kibabe yani. Usiku Angel akiwa anajisomea, Dorcas alikuwa anasinzia tu. Angel akamuomba mwalimu wake Dorcas akapumzike. Dorcas ikabidi amsisitize asome na kesho atamuuliza maswali. Sasa siku hiyo mwalimu Dorcas aliuliza swali ambalo linatokana na masomo aliyowahi kufundisha siku zilizopita nyuma. Mwanafunzi ambaye ni mtukutu alishindwa kujibu
Angel akanyosha mkono na kujibu. Mwalimu Dorcas akawaambia wanafunzi wampongeze Angel, na kisha Dorcas akampa fimbo Angel amwazibu yule mwanafunzi aliyeshindwa kujibu swali. Angel akampiga fimbo 2 pale. Muda Angel akiwa anatoka shuleni akakutana na wanafunzi wakorofi. Mtoto mtukutu naye alikuwa mmoja wao. Lengo ni kulipa kisasi. Wakamshika, wakataka kumfanyia nini. Bahati nzuri Dorcas akafika na akamtetea Angel. Sasa Nduka akataka kuondoka na mtoto wake Angel kwenda naye mjini. Angel akakataa, akataka kubaki kijijini na kufundishwa na mwalimu Dorcas. Ingawaje Faza alikuwa tayari kulipa gharama yoyote apate mwalimu mwingine mzuri kwa ajili ya binti yake, lakini binti yake Angel alikataa kabisa. Siku inayofuata Nduka akafika nyumbani kwa Dorcas. Sasa anakutana na Ifi, shoga yake na Dorcas. Wakati wanaendelea na story na shoga yake na Dorcas Ifi, ghafla akamwona Dorcas anatoka bafuni. Sasa Dorcas kwa sababu alikuwa hataki kuonana na bwana mkubwa akataka kukimbia, lakini Nduka akamuona na kumuita. "We Dorcas, Dorcas tafadhali nahitaji tuzungumze." Basi siwezi kuzungumza na wewe nikiwa uchi. Hapo Nduka akaamua kumpa ofa bidada Dorcas kwamba atamlipa 200,000 naira. Na si hivyo tu, mahala pa kulala atakuwa anakula bure, anakunywa bure. Kikubwa akubali kuambatana naye mjini kwenda kumfundisha binti yake masomo ya ziada. Dorcas akakubali bwana. Angel alitazama sana picha ya ukutani, kisha akamuuliza babake, "Umeiboresha?" Babake kajibu ndio. "Vipi, umeipenda? Nzuri eh?" Mtoto akajibu ndio. Angel sasa naenda kupumzika. Hakutaka kuongea na baba yake. Sasa Dorcas alikuwa akishangaa nyumba. "Mwalimu Dorcas, bwana, ungependa kinywaji chochote?" Bwana, haya ndio makazi yako?" "Ndio, na mimi nitaishi hapa?" "Ndio, bila shaka utaishi hapa." "Bwana, nilijua una pesa taslim, lakini wewe ni tajiri kwa kweli. Wewe ni wa ajabu. Naweza kukupatia kitu cha kula au kunywa?" "Naweza kuchukua begi lako?" "Hapana, nitabeba peke yangu." Yaani Dorcas amekuwa na kaadabu toka ione hiyo nyumba. Yaani anaheshima. "Kwa hivyo tutaenda njia hii hapa, nikakuonyeshe chumba chako." Asubuhi Dorcas anafanya usafi. Nduka anamwambia haikuwa na haja ya yeye kufanya hivyo, kwani kuna watu ambao wameajiriwa kufanya hiyo kazi. Lakini Dorcas alijibu kuwa anafanya hivyo kusaidia tu. Hapo hapo bwana mkubwa Nduka akavutiwa sana na Dorcas, akatamani kukaa naye karibu kuzungumza. Wakawa wanazungumza sasa, na hapo ndipo ambapo Dorcas alielezea mambo mengi sana kuhusiana kwamba yeye ni binti yatima, amejipambania mpaka kufikia hapo alipo, na anamwomba samahani sana Nduka kwamba alimficha na kuwa mwalimu wa Angel. Lakini Nduka anaona kwamba ni amazing sana kwamba binti mtoto wa kike kujipambania mwenyewe mpaka hapo alipofikia. Ni sawa tu. Siku zikawa zinaendelea. Sasa Mwamba alikuwa akitoka kwenye majukumu yake, anamkuta mwanaye na Dorcas wanafurahi sana. Kuona hivyo jamaa akawa na tabasamu, maana tabasamu limerudi ndani ya nyumba. Usiku chakula kikiwa tayari, Dorcas anaenda kumwambia mzee baba kuwa msosi upo tayari. Kuna muda Nduka anachelewa kurudi nyumbani. Nduka anamkuta Dorcas amelala kwenye sofa. Angel alisema kwamba utachelewa kurudi, kwa hivyo nilitaka kukusubiri na kuhakikisha kwamba utakula. Unataka nile? Kwa hiyo utanilisha? Nini? Hapana, sio hivyo. Hapana, kitaalamu ndio, lakini basi Dorcas alikuwa anajikanyaga anajiumauma hapo. Mwamba akakubali kwenda kula. Kuna siku Dorcas akiwa jikoni anameza vidonge vyake. Sijui anaumwa nini, labda anaumwa lakini haituhusu. Muda huo moja kwa moja alikuwa amefika Nduka, akawa anamtazama tu Dorcas. Dorcas kugeuka uso kwa uso na bwana mkubwa Nduka. Hapo sasa Nduka kauliza, "Hivi vidonge vya nini?" Bidada akaanza kusema kwamba ninaumwa tu kichwa, ni vidonge vyangu tu. Umeona? Sasa stori zikaanza kidogo pale, lakini mwisho wa siku Dorcas akajichanganya. "Twende chumbani kwetu." Hapo hapo akawa anadai kuwa alikuwa amaanishi hivyo, alikuwa anamaanisha kila mmoja aende kwenye chumba chake. Nduka akampiga kiss Dorcas na kuondoka zake. Siku iliyofuata wakaenda kwenye duka la nguo mjini Kariakoo.
Dorcas alikuwa anaogopa bei za hizo nguo. Usiku Angel alimpeleka mwalimu Dorcas akiwa na muonekano mpya hadi wigi, na hapo Angel akamuomba baba yake atoke na Dorcas deti, yani mtoko wa kiuchumba, kisha akakimbia na kuacha wawili hao ndani. Jamaa hakuwa na ucheleweshaji, akambeba kwa sababu alikuwa anampenda, akamweka kitandani. Hatimaye palikucha. Asubuhi Nduka akiwa peke yake kitandani alianza kumtafuta nyumba nzima. Akamuuliza Angel, vipi, umemwona Dorcas? Lakini ikawa ndio hivyo tena, Dorcas amesepa. Walifika kijijini kwa bibi yake Angel, wakauliza moja kwa moja Dorcas kama ameonekana. Nduka ikabidi aende nyumbani kwa Dorcas. Nduka akataka majibu kwa nini Dorcas amemfanyia hivyo, yaani ameondoka bila kujali hisia zake bwana mkubwa Nduka. Nduka anatoa mpaka machozi. Dorcas alianza kusema, maisha yangu yote nimekuwa peke yangu, sikuwa na familia, sikujua hata kama nilihitaji familia hadi nilipokutana na wewe pamoja na Angel, na nyote wawili mlinifanya maisha yangu kuwa mazuri sana. Niliondoka kwa sababu sikutaka mlie juu yangu. Unazungumzia nini? Nina saratani, ndiyo maana niliondoka, ninakufa. Jamaa hakutaka kukubali kwamba ndio anamkosa Dorcas. Mwamba alilia kishenzi. Hatimaye walifika hospitalini. Dokta alinyoosha kwamba saratani aliyokuwa nayo Dorcas hawezi kupona kamwe. Angel naye alikuwa ni wakulia tu muda wote. Bibi yake akawa ndio mfariji wake pekee. Muda mwingi Nduka alikuwa anautumia akimfariji Dorcas. Kuna wakati Nduka akawa anamfulia nguo Dorcas. Shoga yake na Dorcas yule Ifi, kibonge mwepesi, ilikuwa ni anashangaa tu, hajui kama mwenzake Dorcas ni anaumwa, kwa sababu kuhusu ugonjwa wake Dorcas hakuwahi kumwambia mtu, ilikuwa ni siri yake. Kuna siku akiwa wanatembea, Dorcas alizidiwa sana. Nduka akambeba Dorcas. Siku fulani hivi wakiwa njiani, Dorcas alikuwa amechoka sana. Kwa mara nyingine wakakaa chini wanaongea. Kwa nini una huzuni? Usiwe na huzuni, nina furaha sana. Hata kama nitakapokuwa nimekufa, nitakufa nikiwa mwanamke mwenye furaha. Lakini nifanyie wema mmoja, tafadhali mtunze Angel, mjulishe kwamba nampenda. Tafadhali usimruhusu asahau. Walisimama tena na kuendelea kuondoka. Dorcas alidondoka na kufa. Nduka alilia kama mtoto mdogo. No! Hivi alikuwa akilia tu, maana Dorcas hakuwahi kumwambia kwamba anaumwa. Yeye alikuwa anaenjoy misosi. Nani atakayempa ubwabwa na nyama ya kuku? Nani atakayempa vipapatilo? Wanafunzi waliimba kwenye msiba wa Dorcas. Mkuu wa shule alisoma risala lake katika kaburi la Dorcas. Baba na mwana walikuwa na maua yao. Jamaa alisema maneno yake kwa uzito, wewe ni malaika ukiwa hapa, lakini nimekumisi. Naomba uendelee kupumzika kwa amani hadi tutakapokutana tena. Akaweka shada lake na maua. Angel naye akajibu, ninakukosa sana, hadi tutakapokutana tena, nakupenda mno. Movie yetu inakuwa imefikia mwisho. Hivyo, ikiwa ni mara ya kwanza unaangalia Mwangu TV, subscribe, share, like pamoja na kucomment. Lengo ni kuweza kufikisha subscriber 9,000. Asanteni na chao. Uhali gani kipenzi, nionapo yako SMS, moyoni na fariji.